What do you call a Muslim girl who has breathing problem? I don't know. Asthma. What do you call a Muslim girl who play football? I don't know. Afifa. Welcome back to It's Your Girl Hindu and Other Stories. On to today's episode, we are going to have an experience. Someone ambao ame-experience his dispute personally. Yani. So on our episode 3, Dispute and Controversies during the month of Ramadan with the border country that is Somalia, tuta have a conversation with the youth ambao amewahi kuhave hizi dispute, amekuwa inside, yani alikuwa ndani, atueleze vizuri how the dispute arose, how did they come out of it, na how are they living now, seeing the future. Joining me atajiintroduce ye mwenyewe, na stay tuned to the end of the episode. So Muhyiddin, welcome to my podcast. It's lovely having you na sisi. Sasa tuanza, jitambulishe, like who is Muhyiddin, ni vipi tueleze na sisi tukujue, mimi na viewers wangu. Thank you. Kwa majina kamili Muhyiddin Abdulaziz Muhyiddin. From Lamu. Nimezola Lamu, nimesoma Lamu, nimekulia Lamu. Na currently ni mtu anapenda masafari lakini but still niko kwa Lamu. Roots ziko tu hapa. The tree can be as long as it gets. Kabisa. Lakini roots ziko bado Lamu. Okay, that's nice. What do you do? What's hivyo yani? For now nafanya photography and videography. Okay. So I have another question. Can you provide example of dispute or controversies that have occurred during Ramadan in the region ambao umeishi? Tuseme. I can say si Ramadan exactly, but ilikuwa before Ramadan, few days to Ramadan. Time za mfungo. Mfungo. Okay. Unajua sisi katika jamii yetu karibia Ramadan pale lazima kuwe na mashindano fulani ya kukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadan. Okay. So kwetu kwa mfungo cup. Ambao hiyo ni 2 days to Ramadan kama hivyo. So team yetu tukamanage kuingia final ambao tukapambana na timu wenzetu ambao ni watu migrant. Hawa refugees. Wakimbizi Kiswahili. Wakimbizi. Kwa tunataka kimbizi. So tuka na mchuano na wao wa finali. Tukacheza pale. Sasa katika michezo unajua damu hazachemka. Pressure ziko juu. So kwa na itilafu baina sisi na wao. Japokuwa mpira kuweza kumalizika. Kwa sababu mchezeshaji mwenyewe referee ilikuwa ni Mswahili kwa kikwetu. So akaona pengine kuna ubaguzi fulani. Sasa nasi hatukuweza kubali wamshambule refa. Tukaingilia ikani conflict baina sisi na wao. Sasa ikawa issue baina nyinyi na wao. Controversy kubwa. Japokuwa tuko town moja na tuishi nao sehemu moja, so ikawa ni issue. Ikaanza hivyo. Okay. Hizi dispute ni kitu chanzo chake, umesema chanzo chake ushasema ni hiyo football. Na ziliendelea mpaka Ramadhani ama ni vipi? Zilichukua though kukaa sana. But zilichukua kama wiki 2 hivi Ramadhani ikaanza. Na Ramadhani kawaida kuna sherehe zake tufanya. So ilichukua kama wiki 2 tu hivi. Kama wiki 2 tu. Okay. How did this dispute impact the local community at the time, and are there any lasting effects still felt today? Kulikuwa yani sahi tuko vizuri, tunajamiana vizuri japokuwa ilisha hiyo beef. Lakini that time ilikuwa very hard. Maana ilifika time hata maanake wenye shop mwenye maduka pale karibu ni wao wengi wa Somalia. So ikabidi tuende maduka mbali, sema mbali kununua bidhaa. So ilikuwa challenge kwetu. Na kutoka hapo mpaka sehemu nyingine na mpaka transport ya boda. So ilituko zaidi. Okay. Hata kibiashara pia tuliumia, maana biashara kwa sisi wa karibu. So ilibidi biashara zetu tuzipeleke mbali. Okay.
kidogo tuliumia lakini iliwaumiza. Na tuseme kama good impact ilotokea, tuseme ni hiyo kama ulivyosema, sahihi mwaelewana. Sahi tuko kwa good. Unajua sisi tulikuwa na msemo, huwezi muheshimu mtu mpaka kwanza muwe mlikwaruzana. Sana. Ile heshima yaja haiji mpaka kwa ncha ya upanga, watu wasema. Anyway, it's good at least pia mumelan. Were there any attempts at conflict resolution or mediation during Ramadan, and if so, what were the outcomes? Wakati wa Ramadan usiku kuna tournament plan pia zaekwa. Okay. Za after tarawih. Oh. Baada ya usha kula daku pale usha swali tarawih. Toka hapo sawa ni games nini ile cheerful. So wa nyuma msikiti kule kuna tournament ya 7-a-side ambao watu wacheza. So na hiyo tournament pia ilikuwa ni Julao. Oh, wao so, ndo kama wa sponsor. Sasa wao ndo wa sponsor wao. Ikabidi sasa wakawaita maybe. Ile gomvi tukawaacha akisha Ramadhan pia mwezi wa ibada, mwezi wa kuishi vizuri. So tukaondoa ile ugomvi. Tukapatana tukawa fresh, tukapiga tournament pamoja. So football was the reason you guys drifted, and it's still the reason that brought you guys back. That's nice. At least football imekuwa reason ya kuleta watu pamoja. Sana. How did people in the community respond to this dispute, both individually and collectively? Sasa kama wewe ilikuwa affect vipi? Kidogo ilikuwa so challenge maana pale wakati tukiwa kwa vita, maana hata nilikuwa na marafiki hao ambao ni wakimbizi. Kwa time ilikuwa hatuwezi kuongea, urafiki ukatika. Lakini alhamdulillah tukarudi tukawa sawa vile. Japokuwa vita nzetu sisi watoto, sisi wazee. So tukamanage hivyo, wazee pia na kuchukulia hivyo, akasema bwana vita vya watoto hivi. Sasa kama individually ni hivyo, wewe ulikosa marafiki zako. Nilikosa bond na marafiki vile. Yani stories zilikatika katika. Kuna time vile tukipewa homework shule ilikuwa tufanya pamoja, so ilikuwa nikiendelea peke yangu. Though ilikuwa challenge lakini alhamdulillah. Zilikuwa zikipita zingine mathi nyingi. Sana. Japokuwa ukipiga night size zikashuka mpaka 60s. Ilikuwa ukikopi basi yamaanisha. Lazima tu rely kwa marafiki sio. Wale nionyeshe na mimi wale. Nyinyi wale zile shingo zenu ziko flexible. Usijali sote tulipitia hayo. Kisha, were there any particular religious or cultural factors that contributed to the occurrence or resolution of these conflicts? Naweza sema kabisa, maana kama Ramadhan, tarawih lazima tujumuike pamoja pale. Wakati kufungua mwadhini tuko pamoja pale. Alafu wenyewe karibia Eid ni siku tukufu ya kutembeleana. So na sisi maneighbors pale lazima tutembeleane. Na watu mmekulia pamoja pia, wale mamaza at the end of the day ni kama tu mama zenu. Sana. Sio na nyinyi mama zenu kama mama zao. Vile tumeishi kama as one family. Community moja tu kwa raha zenu. Hivyo. Yeah, makes sense. So tuseme religious wise ni hiyo, tuseme tarawih na nini na nini. Hizo iftari. Ijumaa on Friday lazima tukusanyike pamoja. Maana msikiti mkubwa ni hapo peke yake. So sote tutapatana hapo. So hizo bifu so religious ilisaidia religion kuwarudisha pia pamoja. Ambao kitu kizuri hicho sio? Have there been any effort to prevent similar dispute from arising in the future during Ramadan ama hata si Ramadan tu, any other month? Kabisa. Kama sai hizo mbona beef pia tumshake, tumeona ni mambo ya kitoto vile. So wazazi achukulie mambo ya watoto. Maana kuna hata vita vya baba na mama hawezi kuingilia. Kweli. By the time wakiwa wamekul, wewe ndio utakuwa mwenye makosa. Mbaya kweli, ambazo zitazama ng'ombe na mbuzi, kondoo zitakiani. Sana. Kweli. So ni hivyo sasa. Vita tumeka kando sasa, tuko vizuri. Na pia naweza sema pia mmekuwa sahihi. Mambo kitoto pale ajua pia, kisha ni zile pressure za mipira pia unajua damu zikana chemka.
Manchester na Arsenal wakiteza zaidi Manchester na Arsenal. Zaidi imepita kweli. Maana pale wana screen kwenye Manchester na Arsenal lakini pale ni individual. Haukubali, mmekubali. Ona, it's true. Alafu na mashabiki pale watakuonesha kwamba mimi utakubali wapi? Huwezi kubali. Kweli. Na sasa future sasa umesema such conflict hazitokei kwa ajili ya nini haswa? Mmefanya kitu gani extra kuonesha kuwa apart from hiyo watu wasiingilie vita vya watu, kitu labda chingine maybe mmefanya? Sisi kama sisi tulikaa chini tukazungumza kwamba sisi tutafaa kwa pamoja ili watu nje pia siwezi kutudhuru. Kweli. Maana yake tukiwa na ugomvi baina sisi na sisi, mtu nje ni rahisi kuja kutudhuru. Kutuingilia, divide and rule. So tukaika hiyo one stand yani. As sote ni brothers, sote ni one nation. Hata kujua wewe mtoka wapi lakini sote wamoja. Na nyote twapenda mpira. Wacha tuamue hiyo haina haja hata tukafikiria to build one team ambayo itakuwa ni combine from both side ya huku na huku, ambayo itakuwa ni strong team. Ambao player huyu mzuri tuseme ni defender ni wenu mmemtoa. Mzuri pia itakuwa balance kiasi cha kwamba yani isionekane kwamba tumlemea upande mmoja ama huku. Basi timu ikali hiyo. Lazima ikali. Sasa ndio inaitwa manjunjula hiyo sasa. Amanga. Ndio hiyo. So hiyo sasa ndio hiyo manjunjula hiyo inayotamba. Okay. Ndio hiyo manjunjula kama manjunjula. So by the way kuna manjunjula ya Mombasa na ya Lamu. Kwetu ya Lamu. Okay, sawa. That's nice. At least mume move forward from kabisa. Si lazima tu turudi nyuma. How do this event shape the way people in the region approach conflict resolution and community relations today? Yani nyinyi si mmekuwa na hiyo shida. Sasa community yenu imechukua, yani imejishape vipi kuonesha kuwa hizi resolution ambao kama mfano haya mambo ya kusuluhisha imesaidia vipi kwenye region yenu? Mambo ya kusuluhisha vipi? Sasa tuko na amani baina sisi kwa sisi, biashara pia zimerudi. Hamununui tena huko mbali. Hatuna tena mbali sasa. Pia gharama ya boda na sasa school na perform vizuri kama mwanzo. Kwa raza. Performance kuja juu. Alafu pia pale ilikuwa kuna tuition. Pale tulipokuwa na ugomvi kidogo tulikuwa wachache. Sasa kidogo tunarudi kwa wingi sasa. So region yenu imekubali hii mambo ya conflict resolution. Yani usuluhisho na nini, sio? Imekubali kabisa. That's nice. Uzuri at least society tuwe to move forward not backwards. Kisha, are there any lessons or insight from this dispute that could be applied to broader social or political issues in the region? Kama hizo vita hatutaki tuipe kipaumbele. Okay. So tuona kuishi hivi kiamani ni bora pia, na wala atakokuwa pia apate kuona venye apate kuona amani venye tumekulia sisi vile sahi kiundugu kiupendo kama family vile. So na generation nao itakokuja pia ione hiyo sione mambo na zita vile. So tutakatuone kama stand sote pale as family hivyo. So you want this iende to the bigger capacity, yani to the bigger nation. Sana. Kama tuseme the whole world ama tuseme tu Kenya tu at large, tuwe to haina haja mambo ya vita. Kabisa, sote ni watu wamoja, no need ya conflict. Tufaa kwa ndugu, no matter what, kwamba wewe unatoka sijui sehemu gani, wewe uko hivi, uko vipi. Hakuna kubaguana, sote watu wamoja. Alafu tuangalie tu kwamba wewe sijui unatoka wapi, unatoka wapi. Sisi tufaa kushiki ndugu, amani, kifuraha, kiupendo hivyo. That's nice. Na pia tuna vitu twapenda sote kwa pamoja, hata kama wewe mwa huku, wewe mwa huku. Kama mfano hivyo wale wakimbizi, nyinyi watu wa Kiamu, but at the end of the day nyote mwapenda football, nyote mwapenda like need each other sote. Math nyote mwafeli tuseme. Sasa lazima mubalance hiyo, sio? Hiyo nzuri by the way. Nzuri sana. Sasa unao kitu gani wataka kuambia audience yangu, kitu cha ziada? Tafadhali we are all yours. Tuambie. Kitu ambacho ningependa kusema ni sote tuishi kama ndugu
marafiki, family, tusiweke vita mbele, tuishi kama jamii moja. Kama Waswahili wanavyosema, kuna msemo wanasema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. So umoja na amani ndio muhimu. Asante sana kwa maneno yako machache lakini mazito, na thank you so much kuja kwa podcast yangu. Asante Ukatenga pia wakati wako ukaja ukanisikiza maswali yangu, manake we nayo si rahisi mtu akubali kushare part of their lives with the public eye, sio? Manake mara nyingi watu huwa wakiona haina haja niseme, lakini umekuwa na ujasiri mzuri kuja kutueleza maisha yako, part of your life kwetu sisi. Sisi letu kubwa tutasema ni shukran sana. Asante. Na inshallah isiwe mwisho wa sisi kuzungumza. Tuendelee kuzungumza na endelezeni amani huko kwenu. Tazidi kuwepo inshallah. Amani na tazidi. Amina ya Rabbi. Endeleze mpaka kwa watukuu na watukuu wetu inshallah. Thank you. Thank you for listening till the end of the show. From your lovely host Hindu Hussein, from your favorite podcast, it's your girl Hindu, and other stories. Stay tuned for more amazing stories. See you.